namna gani tunakuwa na usimamiaji wa yale mambo ambayo tunakuwa tumeungana kama wana ubalozi. Ninakumbuka mara ya mwisho tunapozungumza nanyi tuliweka mipango mingi sana, lakini ajenda yetu ya kwanza ilikuwa ni kusisitiza swala la umoja na mshikamano. Kwenye ule umoja wetu na mshikamano ambao tulikuwa tunauzungumza, tulikuwa tunataka kuonesha kwamba tukiungana sisi kama wana ubalozi hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akaja kututenganisha. Na kwa idadi yetu tulimuomba sana balozi na wajumbe, tunaomba muanze nyumba ya kwanza inayotambulika kwenye umoja wa kibalozi mpaka nyumba ya mwisho inayoishia kwenye mpaka wa kibalozi. Hao watu wote tuwafahamu. Tufahamiane kama hivi, lakini pia tufahamiane kwa tabia. Yaani lazima tufahamu kwamba tabia huyu ana tabia gani, huyu ana tabia gani. Tukijitahidi kwenye hilo, ubalozi wetu utakuwa hauna shida. Amina wapendwa? Amin. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo mojawapo ambalo lilikuwa ni jambo la msingi sana. Na kwenye hilo la kufahamiana, balozi ni shahidi. Siku ya juzi tumefanikiwa kumpata jambazi wa jiji ambaye tunaishi naye hapa kwenye mtaa wetu. Ni jambazi ambalo mpaka sasa hivi mheshimiwa balozi tunapigiwa simu na jeshi la polisi, ofisi ya UCCID wanashukuru. Na hiyo kazi haikufanywa na watu wengi sana. Mimi mwenyekiti niliongoza jahazi, nilikuwa na kamanda wangu hapa, nilikuwa na vijana wengine wawili. Kwa hiyo timu ya watu 4 ilisaidia jeshi la polisi lenye watu zaidi ya 200. Na tulikuwa tunafahamu muda wote balozi alikuwa anatupa ushirikiano sana. Balozi anatuambia jamani, hapa kuna hili na hili. Kwa hiyo tulifanyia kazi maelezo ya balozi na kwa ushauri leo hii tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Sasa uhalifu wote mliokuwa mnausikia unafanyika kwenye kata yetu ya Iganzo pamoja na maeneo ya wafanyabiashara, ilikuwa ni timu ya vijana 5 tu, ambapo 2 mpaka sasa wameshakamatwa. Sasa mtaona namna gani ambavyo tunachokisisitiza sio kwa sababu yetu, ni kwa sababu ya wakazi wote, ni kwa sababu ya idara zote. Kwa naombeni sana wazazi na tuwe wakali, balozi, wajumbe, na waombeni sana ndugu zangu. Yaani hamna sehemu nyingine ya kuwa mkali. Huwezi kwenda kuwa mkali kwa mfiwa. Yaani mtu yote amefiwa anahuzunika, wewe unataka kwenda kuwa mkali. Kipindi hiki Mama Popo, mjumbe, tumepewa kila sababu ya kwamba mwana ubalozi yeyote ambaye hatupi mwelekeo mzuri tunamchukulia hatua. Kwa hiyo ni kwa maslahi ya kwetu sisi wenyewe. Kwa balozi ni kuombe tena, yani sita kuzidi kuja kuwaomba ndugu zangu. Ni mama, naomba msisubiri tu kwenye mkutano wa kibalozi kama hivi ndio mjadili mambo mengine. Tulipanga kuwa na mkutano mkuu wa kibalozi kila baada ya ile miezi 3. Mama alipendekeza hiyo ni tarehe 10 na wote tukaipitisha. Itakuwa inabadilika tarehe 10, tarehe 13 tunaangalia tarehe inayotufaa. Sasa maana yake ninachokiomba, yani siku tu balozi na wajumbe 5. Ghafla tu mnaamka, shikeni daftari nyumba hadi nyumba. Toeni watu, Mama Mosi humu ndani, hebu tunaomba tukague humu ndani. Humu nani? Kuna wageni, kuna nani? Miundombinu iko sawa, maji yanaenda sawa, mambo hayako sawa, mnachukua hatua. Umeona? Zile nyumba za wapangaji zile ndugu zangu, mwenyekiti hana kauli kabisa. Kauli mnazo nyinyi. Nyinyi ndio wasimamizi. Nendeni humu ndani kuna wapangaji hao. Wewe balozi iko wapi? Wewe balozi iko wapi? Hawawezi pale, wale ndio wakukuza mfuko wa kibalozi.